Ni wewe perspective yako. Sina mtu. Wajua hii biashara mpaka mtu akushike mkono ndio uanze biashara ya maana. Unaweza anza na ya sweet. Si lazima uanze ya mambo nyingi na mambo makubwa. Unaweza anza vidogo. Sina mtu. Sikiza. Wacha nisiende hapo juu. Sina mtu. Mjamaa anasema sina mtu wa kunisupport. Kwa sababu sina mtu. Wakati tuna apply, wakati tu hata wakati wanafanya shortlist, ninakuta kwa sababu sina mtu, mwingine ndiye anachukuliwa. Wajua hii Kenya ni lazima uwe na mtu. Sikiza nikwambie. Kuna pastor alikuwa anafanya na Kenya Prisons. Pastor Otieno David, kijana wangu David Otieno, anafanya tendering kwa Kenya Prison. Amesupply vitu vingi sana. Alikuwa na mpendwa aliyekuwa anamsupport, akawa anampatia kazi huko Kenya Prison na other offices za serikali. Anasupply mambo fulani na fulani. Anasupply Kenya Railway. Hata sasa yeye ni ajenti wa majumba za railways. Siku nyingine tukakutana tena. Tunapoteana hapo akakani mtu, nilikuwa naenda mahali kuingia na muona tukipiga story, unaendeleaje, kazi inaendelea, ofisi uliamisha, sema niliama. Wajua hapo iko expect kidogo, nikateremka chini huku Tomboya mahali nilipata mwalimu sako nyumba ya pesa kidogo, niko hapo third floor. So lakini mambo si rahisi. Watu wa Kenya kwanza wanaangalia jina yako, the first letter ya jina yako ndio wakupatie tenda. Sasa tunasumbuka, hawatupatii tenda watu wa Kenya. KK hiyo ni kama wanaangalia sasa jina yangu Otieno linamzama. Ndiye pastor. Sitakaje kusikia hiyo. Imani iko hapo. Unakiri nini pastor? Ni Kenya kwanza ama ni Mungu? Sasa kutoka hapa akaanza kwenye ndio sikujua naongea na bishop wangu. Na mimi mwalimu bado wake. So naanza kumwambia usiangalia mambo makubwa. Mungu anaweza pia penya Kenya kwanza. Kama alipenya Farao. Farao ni kiongozi wa Egypt. Na kuna Myahudi kwanza ni mfungwa. Alijaribu kurepu, vile alishtakiwa na koti ikampata na makosa akaingia ndani. Alikuwa amejaribu kurepu mke wa official wangu anaitwa Potiphar. So huyo mtu is the least expected kuja hapa karibu. Mfungwa kwanza. A convict. A rapist. Akiwa pale kwa prison, mabusu wewe Joseph, kwanza wewe ni ulitoka kwenu aje ukuje huku. Ulikuja huku kurepu wa mama wa wakubwa utakiona. Kuja wiki hiyo ya prison. Mungu anaamua kama leo vile anaamua saa saba imepita. Kwa hivyo kama kulikuwa na kukwama utaiangalia na utaiona tena. Haleluya! Hautaiona, utaishi maisha kama watu wale wengine wanaendelea. Wewe wakati unasema kuendelea, kuna watu wanaendelea, kuna watu wanaajiriwa kazi, kuna watu wanaendelea kupandisha grades zao, kuna watu wanapromotiwa, isipokuwa maana ulikwama. Sikiza nikwambie, chochote kilisababisha kukwama inaweza kuwa fitina, tunaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Huyu mtu akaenda akasema sina mtu. Usiangalie watu, utawapata.
Watu wako na mambo yao. Watu, na ndio sababu nawaambia usitegemee watu watakuombea. Nilisema hiyo sana nikipita pita, wacha nirudie. Watu wakija kuomba Tuesday, wewe usifikirie wanakukusanyia maombi uwapatie wakuja wakuombea. Wamebeba yao ya kutosha. Alafu waongezewe ile mtu ataongoza, ile John ataongoza Tuesday atupatie. Ukiongeza na yako huwezi pata nafasi ya kuombea watu huko. Ni kama ulikuwa na hauna kitu chako. Watu wako na mambo, utakuwa na mtu. Usitafute watu wa kuombea. Mnione. Hallelujah. Tuliongea hapa, mtu mwingine akauliza kama Bartimayo anaitana, amesikia nani anapita, ni Yesu wa Nazareti. Akaanza Yesu, maana anasikia hiyo sauti iko huko mwiki. Wajua wengi wanafikiria ni hapa ndiye apase sauti. Inamaanisha Yesu hayuko karibu ama jambo lingine. Kuna kelele ya kwamba mpaka sauti yake ipite. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wa Pentecost, Bwana asifiwe. Ndio sababu tunapigana kelele. Saa ingine Yesu anaweza kuwa amezungukwa na umati mpaka yako ipite, ndio unasikia tunasema scream, scream and shout hallelujah. Mpaka asikie ninaongea, kila alinipa niongee, anasikia. Maana saa hii kuna wengine wanahubiri, wengine wamejituma, wengine wanahubiri masomo yao, wengine wanahubiri dini zao. Mimi nimekuja kuhubiri mpaka asikie ninaongea, kila alinipatia nikuambie hallelujah. No more stagnation from Sasaba, the 15th June 2025, for the people ambao wanasikia sauti yangu. No more stagnation. Ni project zilikwama, zilianza vizuri, zikafika mahali unaziangalianga unashindwa kutaenda mbali. Hii pesa itatoka. Usijali pesa, usijali pesa. Shida ni progress iwe, project isonge mbele. Hallelujah. Hallelujah. Project ifanye nini? Songe mbele. Wenda ni pesa uko nayo ama una, bora project iendelee. Yule Maina Robert hapo hapa Githurai. Yule anaitwa Maina, Pastor Robert, jina anajulikana tu kama Pastor Robert. Tulikuwa tunafanya kazi pamoja mahali katika Missions East Africa. Robert hakuwa anaongea. Juzi nimesikia akishuhudia hiyo. Wanamjua mimi, wewe kijana ungejua, kulikuwa na mzee tunafanya naye, ni mkubwa wake anaitwa Okoth. Okoth alikuwa na tarumbeta. Akishout kwa store ile, Robert anasikia akiwa huko workshop. Robert was an engineer. Robert, Bob! Okoth ndiye anaita, Robert anaitika na msikii. Yani ni mtu ana sauti. Sasa ni mchungaji anahubiri. Ninasema nini? Nilikuwa naleta Robert kwa ajili ya hii. Alikuwa anatushuhudia. Wana raise 2 million. Ako na TV, nafikiri inaitwa JBL, kitu kama hicho. Akatangaza hapo wanatafuta 2.1 kununua tent. Sasa nikamuuliza mtu wa Mungu, tafuta 2.1 kununua tent. So ununue mahali. Na mahali hapo unaweka tent, Robert. Mwanangu pale hapa utarenga hapa. Mwanangu alikuja akaweka tent. Siku nyingine kukinyesha na ibada inaendelea. Upepo na mvua inanyesha. Ikakatika.
na tulimwambia weke hata mabati, akasema wajua tendi kuna kakitu tendi inawekana. Unafikiria tendi iko na utukufu? Weka mabati, weka hata irrigate, weka maana iko more permanent than tendi. Sasa Robert akaniambia, imagine nilipokuwa nilipoanza tu, mama mmoja dada mmoja akatuma $500,000 tukabakisha 1.5. Hili sasa unainvest pesa ya 1. Sasa kitu nasema, wewe Mungu amekubariki, maana huyu mama ni wa huyu mama alikuwa anajenga, akajenga room kadhaa hapo Githurai zikakwama, zimekaa miaka nenda rudi, mpaka mama akajiwa. Huyo mama akasema watoto ndio watakuja kumalizia. Sasa mimi nazeeka, itakaa tu mimi bora niishi, watoto ndio watakuja kumalizia. Siku moja pastor akihubiri, huyo Robert akaonyesha yako ya watoto, yeye anaongea tu, mama akashika na akaenda mbele za Mungu, akaombewa, akamalizia mjengo, zile ghorofa 5 alikuwa anamalizia. Sasa zinambariki, wakati pastor anasema tunataka sasa, wewe ukikwamua unakuamuka ndio usawa Mungu vizuri. So useme amen. Nia yako ndio hiyo, si watu wengine. Wacha tuende hapa. Huyu mtu akaambiwa rise up, inuka. Hebu sema inuka. Hiyo ndio maneno ya kwanza ya Yesu. Alipoambiwa anaanza kuambiwa sina mtu, maji inapotibuliwa, I have nobody to carry me into the tent, into the pool. Yesu hakuenda na hizo story. Akaona what you need I give you. Inuka. Hebu nikuzie neighbor, mwambie kuanzia leo inuka. Sikia hiyo sauti. Hiyo sauti utakapopewa ile contract, usikie hiyo sauti ikikwambia inuka. Nafasi zinapokuja mbele zako utasikia Mungu anakuambia inuka. Take a step, inuka. Usikae hapo chini kwa sababu hauna watu, inuka. Inuka. Slap mtu high five, mwambie inuka. Biashara yako iinuke. Yesu anazungumzia kila kitu kilichokwama mahali, inuka. Hiyo position ya kazini, wewe umepewa mahali, inuka. Kama ni promotion, inuka. Inuka uende juu, tukusome kwa matangazo, tukusome umepromotiwa, inuka. Inuka. Hallelujah. Inuka. Tusikie KRA na kutafuta kwa nini? Maana wanaona ni kama hujalipa ushuru juu ile pesa wanaona unapata. Inuka, kazi yako iinuke. Inuka kifedha, inuka. Umelia, inuka. Miaka 400 Waisraeli wako mahali pamoja, watumwa, wakiamuka ni watumwa wa Misri. Kwanza wanaongezewa mizigo, hata wapewe straw ndio waumie migongo, kukanda matofali ya mkono, kanda na mkono. 440. Mungu aliposhuka, ambia inukeni, muondoke mwende nchi ya asali na maziwa. Hata wanapoenda, wakaanza safari, wanaenda progress, wanafika bahari ya Shamu, inafungua njia, wanapita, maana Mungu amesema waende. Wametoka, wameinuka, progress inaonekana, wakafika kwa mlima Sinai. Miaka 40. Watu walioanza safari ya kuenda nchi ya asali na maziwa wako jangwani, wanazunguka
ukianga jangwani mlima Sinai. Mlima Sinai ni mzuri, maana ndio mahali palipata 10 commandments na zile commandments zingine. Hapo ndio mlima Sinai wanazunguka. Mlima Sinai, hapo ndio walisikia ngurumo ya Mungu. Hapo mlima Sinai ndio sauti ilitetemesha. Mlima Sinai wanazunguka miaka. Watu waliokuwa wanaenda promotion, watu waliokuwa wanaenda nchi nzuri, nchi ya utajiri, nchi yao wenyewe Mungu anawapatia, aliwaapia baba zao, wamefika kwa mlima, wanazunguka mlima. Ulianza safari vizuri, hata kimasomo ulikuwa unaenda vizuri. Sasa umepata kazi ukaenda vizuri, umefika mahali unazunguka mlima. Mungu alishuka kwa Waisraeli. Deuteronomy chapter 1 akasema Mungu alishuka, akaambia Musa na wakumbusha. Mungu akashuka akasema, mmezunguka hii mlima, imetosha. Inuka. Inukeni. Mmezunguka, bila kuinuka utaendelea kuzunguka. Saa nyingine unaweka mambo. Inuka, jitie nguvu. Inuka, jitie nguvu. Simama, usikae. Umshindi, tawala na kibali. Msaidizi wako inuka. Usikae. Usikae pale. Simama kama mtu. Tawala. Enda ufanye biashara. Una kibali kuanzia leo. Usione biashara umefunga Friday. Usione biashara vile umeifunga jana. Inuka mpendwa. Inuka. Asante Yesu. Simama kwa miguu. Inuka. Inuka kwa kibali. Inuka kwa kibali. Usiache. Ukiona contract weka. Uko na kibali leo. Ukiona kazi imetangazwa apply. Uko na kibali. Inuka uchukua hatua. Simama, uko mshindi. Wewe si wa kuanguka tena. Uko mshindi kibiashara. Uko mshindi kifedha. Uko mshindi kiafya. Uko mshindi kimaisha. Uko mshindi kwa familia. Uko mshindi. Inuka. Msaidizi wako yuko pamoja na wewe. Aliyenituma nikuambie, inuka. Inuka. Usijali. Watu wamekuwa na pesa zako, niliona mwingine uko na pesa. Sijui ni pending bills. Inaweza kuwa kile hiko. Kuanzia leo kuna watu hawatalala mpaka wamekulipa. Hawatalala mpaka wameachilia pesa. Maana lazima uinuke. Walikwamisha pesa na wewe umekwamuka, hawezi waka. Wewe umekwamuka na pesa zako zimebaki nyuma. Pokea pesa yako. Inuka upokee. Hallelujah. Amen. Wanakuchezea kazi yako. Hawatacheza tena. Wakikuuza hiyo wamekuuza waya mbaya. Wanayoongea ovyo vitina. Wamekuuza mahali pabaya. Watakuondokea uinuke. Hakuna mwanadamu kuanzia leo ako na uwezo wa kusimama mbele yako kukupinga. Competition hiyo inakupinga. Competition ukiweka wanaweka. Ukiuza wanauza. Sasa ni wewe uuze wakiona. Wewe ndio unauza wao wakiona. Wewe ndio unapewa wao wakiangalia. Wewe ndio unasonga wao wakikwama. Hallelujah. Baba, ninakushukuru. Asante. Kuanzia saa 7. Every man of stagnation. Stagnation kikazi. Stagnation kibiashara. Stagnation ya kiroho. Wengine hata kiroho wamedidimia. Kuanzia sasa kutakuwa na progress. Kutakuwa na progress man. Progress ya kimaisha.
progress kwa familia. Wengine walianza vizuri na matumaini, wakafika mahali kila project wanaanza zinakwama. Baba mfalme wa falme, kuanzia saa 7 umefungua kila progress wanayohitaji. Ni sasa wainuke, watembea hatua kwa hatua. Ulimwengu utajua hawa ni watumishi wa Mungu na Mungu wao anawapigania. Vile Farao aliambiwa Mungu wa Israeli anawapigania. Sisi tutashuhudia. Watu ndio watashuhudia hawa wako na Mungu wao. Mungu wao ndiye anawatendea. Naomba miujiza. Kama kuna mtu alikuwa mgonjwa Baba, ugonjwa ukayeyuke kuanzia sasa. Amekwamishwa juu ya ugonjwa, ikayeyusha isimrudie tena katika jina la Yesu. Kuanzia kichwa, mwili mzima mpaka kutozini. Mapepo, wachawi walioinukia watu wa Mungu, tunatuma moto wa Roho Mtakatifu mahali wako na minyororo yao, ikalangwe na moto wa Mungu katika jina la Yesu. Shetani hauna uwezo, umechezea watu imetosha, umezungusha watu imetosha, ukataka ukawaita majina imetosha. Kuanzia leo tunakuacha nyuma, tukiprogress. Ukiona mliokuwa na wivu mkaongea laana, tunawaacha hapo, mnalaania. Sisi tunawapita tukiprogress, mkiangalia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, hatutegemei watu tena, hatutegemei hata serikali, hatutegemei chochote. Tunamwangalia Mungu ambaye amekuja kutukwamua katika jina la Yesu. Kila mnyororo ikatike, kila ukuta inayokuzuia ianguke, kila pingamizi zikanyoweke katika